Na tuombe. Baba Mwenyezi Mungu, wewe mwenye nguvu ambaye umetukusanyisha mahali hapa katika hii ibada, tunajikabidhi mikononi mwako tukisema ni asante. Tumekuja tukiwa na matarajio mengi katika mioyo yetu na pia katika fikra zetu. Tunaomba ya kwamba utaweza kutunenea na utunenee kwa njia ambayo tutaweza kukuelewa, kwa njia ambayo tutaweza kukupata. Mimi ninayesimama hapa kuleta neno lako, Baba, isiwe ni kwa nguvu zangu, isiwe ni kwa sababu ya maarifa yangu, bali iwe ni kwa sababu ya kuongozwa na kuvuviwa na Roho wako Mtakatifu. Bwana, niwe nami ninapolinena hili neno lako, wacha likaweze kupenya katika mioyo ya hawa wapendwa, wacha likaweze kusitirika katika mioyo yao, ndiposa wanapolifikiria na kulitafakari wataweza kuziishi njia zao kwa jinsi ambayo wewe unataka waishi. Hili tunaomba katika jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kutoa shukrani zangu za dhati kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kunipa nafasi hii niweze kuwa hapa PCEA Syokimau kuja kulishiriki neno la Mwenyezi Mungu. Namshukuru pia mchungaji ambaye amesimamia parokia hii kwa sababu ya kuona inafaa kunipa nafasi na fursa ya kuweza kuja kulishiriki neno. Niwashukuru pia na wazee wa kanisa na mashemazi wote kwa sababu ya vile ambao tumeweza kuwa nao tangu asubuhi tunapoiendeleza kazi ya Bwana. Jina langu ni Reverend Dr. Eric Irungu. Nampenda Yesu kama mwokozi wa maisha yangu. Nimeokoka. Asubuhi ya leo nina furaha kwa sababu Mungu ameniwezesha. Sio kwa sababu ninastahili, lakini kwa sababu ya huruma zake. Huo wimbo ambao tumeweza kuimba, Deni ya Dhambi, ni wimbo ambao huwa mara nyingi nikiutafakari unanipatia raha nyingi sana kwa sababu ya vile Mungu ameweza kututendea katika wokovu wake, ya kwamba deni ya dhambi imeshalipwa na ni kupitia kwake Yesu Kristo. Niseme ya kwamba mimi ni mhadhiri wa masomo ya masuala ya uhusiano wa kimataifa na diplomasia chuo kikuu cha ZITEC, ambapo kwa neema ya Mungu pia nina hudumu kama kasisi wa chuo, na pia kwa neema za Mungu na hudumu pia kama kasisi wa Kianglikana katika dayosisi ya uaskofu huu wa Machakos, Rimhouse, ACK Rimhouse, Christchurch Rimhouse Parish. Na kwa hivyo ni kwa neema ya Mwenyezi Mungu pia kuweza kuendeleza kazi ya Bwana. Mimi nimeoa, nina mke na watoto. Mke wangu alitamani sana kuja kuwa nasi hapa kushiriki nasi, lakini kwa sababu ya ugonjwa na mafua hangeweza kuja hapa, lakini aliniomba niweze kuzileta salamu zake. Sijui kama mazipokea. Niseme pia kwamba niko hapa pia kwa sababu ya hisani ya ruhusa ambayo nimeweza kupatiwa na mchungaji wangu, kwa sababu parokia ambayo nina hudumu niko katika kuongozwa na mchungaji ambaye anasimamia parokia. Kwa hivyo kabla niende mahali lazima nikanyenyekee kwake na nikamwomba ruhusa aweze kunipa, na akaniambia amenipa ruhusa na nije nikiwa na baraka zake, na pia akaniomba nije nilete salamu. Mazipokea pia. Asanteni. Mchungaji aliponiomba niweze kuja kushiriki nasi neno, aliweza kunifahamisha kwamba kama kanisa mko katika utaratibu au mchakato mzima wa kuweza kufanya masomo ya Biblia, hasa kukisoma kile kitabu cha Malaki. Na kitabu cha Malaki ni kitabu ambacho kina sura 4, na ni kitabu ambacho kina uzito wake. Ni kitabu ambacho kina maneno mazito, na kwa uwezo wa Mungu na nguvu zake tutaweza kujaribu kukichambua, sio chote, lakini ile aya ya kwanza au hiyo sura ya kwanza kuanzia aya ya kwanza hadi ya 14, ndiposa tuweze kuelewa yale Mwenyezi Mungu anataka tuweze kuelewa. Na pengine mtakapokuwa katika vikundi mkifanya haya masomo ya Biblia, naomba ya kwamba mkaweza kukubali Roho wa Mwenyezi Mungu aweze kuwaongoza,
kwa sababu hiki kitabu mara nyingi kimekosa kueleweka au kimeeleweka vibaya, kwa sababu watu wengi, kama nilivyosema katika ibada ya Kiingereza, utapata ya kwamba mara nyingi sana watu wengi tunaijua tu ile sura ya 3 ya Malaki aya ya 10 ambayo inazungumzia utoaji wa zaka, ya kwamba nyinyi mmeniibia mimi Mwenyezi Mungu, na watu wanamuuliza Mwenyezi Mungu, tumekuibia kwa njia gani? Naye Mungu anawanenea katika lile neno na kusema ya kwamba mmeniibia kwa zaka na pia kwa matoleo yenu. Kwa hivyo mara nyingi sana, na pengine niseme wachungaji pengine tumepotoka kidogo au tumekosea, kwa sababu tumesisitiza sana pale bila mara nyingi sana kuwapitishia watu mafunzo ambayo yatatuwezesha kukielewa hiki kitabu. Kwa sababu ninasema iwapo hiki kitabu kitafunzwa kwa njia ambayo yastahili, kuanzia mwanzo hadi mwisho, hatutakuwa na tatizo pale tunapofikia sura ya 3 na hata sura ya 4, kwa sababu neno la Mungu litakuwa limeshatunenea, neno la Mungu litakuwa limeshaingia katika mioyo yetu na katika fikra zetu, na itakuwa rahisi sana kwetu kufanya yale mambo ambayo Mungu angependa tuweze kuyafanya. Masomo ambayo yamesomwa yana mshikamano mzuri sana, kwa sababu haya masomo matatu, ukianzia na Zaburi 138 aya ya 1 hadi ya 3, ukisoma pale, na ninakuomba ndugu ukaweza kwenda kusoma wakati umeketi mahali patulivu bila wasiwasi mwingi, uweze kusoma, utaona ya kwamba ile zaburi ni zaburi ya shukrani. Ni zaburi ya shukrani kwa yale ambayo Mungu ameweza kututendea. Niseme unaposoma ile aya ya 3 inasema, wacha niisome: siku ile niliyokuita uliniitikia, ukanifariji nafasi kwa kunitia nguvu. Siku ile niliyokuita uliniitikia. Mwimbaji wa hii zaburi anashukuru ya kwamba kuna wakati ambao nilikuhitaji na nikaliita jina lako na ukaweza kuniitikia. Ukisoma pia aya ya 2, nitasujudu nikilikabili hekalu lako takatifu, nitalishukuru jina lako kwa ajili ya fadhili zako na uaminifu wako. Pale pia kuna jambo muhimu ambalo linasema, kwa ajili ya fadhili zako na uaminifu wako. Kiswahili mara nyingi kinachanga watu wengi, lakini kwa Kiingereza, because of your unfailing love and your faithfulness. Na toleo lingine la Biblia pia linasema, because of your steadfast love and your faithfulness. Kwa ajili ya fadhili zako. Fadhili ni kusema Mungu mwenyewe ameweza kutoa pendo lake kwetu. Hatujafanya lolote, bali akaweza kutokana na pendo lake kwetu sisi kama wanadamu ambao aliweza kutuumba. Kwa fadhili zake akaona ni vyema, kama tulivyoimba katika ule wimbo, kwa sababu tumekuwa katika mambo mengi ya dhambi, na Mungu akaona inastahili kwa fadhili zake aweze kutupatia wokovu, kama vile tulivyokiri katika huo wimbo. Kitabu cha Malaki nacho utaona ya kwamba hiki kitabu kuanzia aya ya 1 hadi ya 14 ya hiyo sura ya 1 kinazungumzia upendo wa Mungu kwa watu wake.
Na hapa huu upendo ni upendo kuelekea wana Israeli. Na leo siku hii sisi pia tunaweza kujiuliza, je, Mwenyezi Mungu anajaribu kutunenea nini kupitia hili neno? Lakini jambo ambalo linashangaza ni kwamba katika hawa wana wa Israeli walikuwa wamefika mahali ambapo walikuwa wamepoteza pendo la Mwenyezi Mungu. Walikuwa hawajihisi ya kwamba wanao pendo la Mwenyezi Mungu, na ilikuwa ni kwa sababu walikuwa wanahisi ni kama Mungu hawapendi, na tutaona hilo. Na la tatu, katika ule waraka ambao mtume Paulo aliweza kumwandikia Timotheo, waraka wa pili, mlango au sura ni ya 2 aya ya 1 hadi ya 4, tunaona basi neno la Mungu linatunenea jinsi ambayo tunaweza kuishi maisha ambayo yataweza kumfurahisha Mwenyezi Mungu. Na kuna mfano ambao umetolewa pale, ni mfano wa wanajeshi, ya kwamba mtu anapoingishwa katika kikosi cha kijeshi anakuwa ni mtu ambaye ako katika, niseme, mwongozo fulani tofauti. Hafai ajihusishe na mambo ya kiraia. Wanajeshi mara nyingi watazungumza wao ni wanajeshi au wao ni askari. Kuna askari na kuna raia. Kwa hivyo mtu ambaye ako katika masuala mazima ya kuwa anahusishwa na mambo ya kijeshi, ajihusishe yeye na mambo ya kijeshi, asiweze kujihusisha na mambo ya raia. Kwa hivyo mada ya leo, ninataka nizungumzie mada hii, na ni swali: liko wapi pendo letu kwa Mungu? Liko wapi pendo letu kwa Mungu? Where is our love for God? Where is it? Where is it? Pendo letu liko wapi? Wapendo, ikumbukwe tunapokuja katika mambo ya upendo, na watu wengi wanajua hili, hakuna kitu ambacho kinasikitisha au kusononesha kama iwapo wewe umempenda mtu naye ule mtu aidha hatambui ule upendo au haupati urejesho wa ule upendo. You're loving someone but they are not loving you back, right? Jambo hili linauma sana. Wewe ni mzazi, unampenda mtoto, na mtoto kidogo ni kama haoni huo upendo. We are having a lot of problems wakati huu, kwa sababu hawa Gen Z, kuna magumu ambayo tunapitia kama wazazi tunapokuwa nao. Wanasema hatuwapendi kama wazazi, hatuwaelewi. Kwa hivyo wewe kama mzazi unashindwa na unashangaa. Mimi kama mzazi nimeweza kukuonyesha upendo, nimefanya vile vitu vyote ambavyo ninaweza taka kufanya kwako kama mtoto, lakini huyu mtoto anahisi ya kwamba hata hapendi. Kwa hivyo lile tarajio ambalo unalo kama mzazi kwa huyu mtoto, mara nyingi unapata hakuna kule kupata ule urejesho kutoka kwa huyu mtoto wako. Ndugu na dada zangu, ninataka kuambia kwamba maandiko matakatifu ya Mwenyezi Mungu pia yanatuonya ya kwamba katika uhusiano wetu sisi na Mungu, pia Mungu anatutazama vile, ya kwamba yeye ametupenda kwa hizo fadhili zake. Hata wakati ambapo tumekuwa katika dhambi, ametupenda, anazidi kutupenda, lakini mara nyingi hatupatii ule urejesho wa ule upendo wake. Ndipo swali nikauliza, liko wapi pendo letu kwa Mungu? Hili pendo liko wapi? Mungu ameshatupenda, lakini sisi hatujampenda. Liko wapi hili pendo?
Mungu anakupenda, lakini pengine wewe pendo lako umelielekeza mahali pengine. Je, Mungu anajihisije anapotuona katika hali hiyo ya maisha? Kwa hivyo kitabu cha Malaki kina uzito wake, mafunzo mengi na mafunzo mazito sana. Na ombi langu ni kwamba mtakapokuwa mnalipitia hili neno katika vikundi, Mwenyezi Mungu aweze kuyafungua macho yenu ya kimwili na pia ya kiroho, ndiposa muweze kulitafakari ni yapi Mungu anajaribu kutunenea. Kwa hivyo kuna mambo manne ambayo nadhani kupitia kwa hayo maneno kuanzia aya ya kwanza hadi ya 14 ya Malaki, kuna mambo manne ambayo nadhani Mwenyezi Mungu asubuhi ya leo anataka tuyashike. Jambo la kwanza ni kwamba watu wanashuku kutokana na hayo maandiko. Wanaisraeli walikuwa wanashuku iwapo Mungu kweli anawapenda. Na sijui kama nyakati ambazo tuko pia sisi tunapitia nafasi kama zile, kujiuliza, je, Mungu anatupenda? Mara nyingi ni kwa sababu pengine kuna tarajio fulani ambalo tuko nalo ya kwamba Mungu atatutendea hivi. Kuna maombi, pengine dua tumekuwa tukipiga, hatupati majibu, kwa hivyo tukajihisi pengine Mungu hatupendi. Na huyu nabii Malaki aliitwa kama nabii wakati mgumu sana. Kipindi chake cha unabii kilikuwa kigumu sana, kwa sababu unafanya unabii nyakati ambazo watu wamekosa imani, watu hawana mwamko, watu hawajihisi ya kwamba wanataka kumtumikia Mungu. Wakati mgumu sana. Usoma hapo Malaki wa kwanza, aya ya kwanza, nisome tu pale iliposema, aya ya pili ilisema ya kwamba nimewapenda ninyi, asema Bwana, lakini ninyi mwasema umetupendaje? Je, Esau siye ndugu yake Yakobo? Asema Bwana, ila nimempenda Yakobo. Ukiingia katika aya 3, bali Esau nimemchukia. Maneno ya Mwenyezi Mungu ya kwamba amempenda mmoja na mwingine akamchukia. Sasa ndugu, iwapo Mungu atakuchukia, Mungu akikuchukia, basi mambo yatakuwaje kwako? Utapakimbilia wapi? If you cannot contact the mercies of God, where can you run? Jambo la pili ni kwamba Mungu katika haya maandiko anasema ya kwamba amekosa heshima yake. Heshima yake imekosekana na watu wamekosa hata kumwogopa. Lack of God's honor and fear. Na ikasomwa aya ya 6 hadi ya 8. Wacha nisome tu ya 8 peke yake. Nianzie 7. Mnatoa chakula kilichotiwa unajisi juu ya madhabahu yangu, nanyi mwasema sisi tumekutia unajisi kwa jinsi gani? Kwa sababu mwasema meza ya Bwana ni kitu cha kudharauliwa. Aya 8, tena mtoapo sadaka aliye kipofu. Mnaona zile sadaka walizokuwa wakitoa, sadaka kipofu si vibaya, na mtoapo sadaka walio vilema na wagonjwa sio vibaya. Haya, mtolee liwali wako. Liwali ni governor. Itolee liwali wako, atakuwa radhi nawe au atakubali nafsi yako? Yaani Mungu anasema vile vitu ambavyo tunavifanya, kama hatuwezi kuvifanya kwa wanadamu, viongozi wanadamu,
Mungu anatuuliza, gavana wa Machakos akija hapa mtafanya hivi mnavyofanya kweli? Si mtasema gavana ana umaarufu wake, ana nafasi yake na ana hadhi yake kama kiongozi? Lakini mbona tunapokuja katika nyumba ya Mwenyezi Mungu na katika utendakazi wetu kwa mambo ya Mwenyezi Mungu tunalegea hivi? Mbona? Jambo la nne ni kwamba iwapo tutakosa kumwabudu na kumheshimu Mwenyezi Mungu, basi yeye atajitafutia watu wengine watakao mwabudu. Kienda nyumbani soma aya ya 11 hadi aya ya 14. Kwamba Mungu anasema iwapo nyinyi wana Israeli kama hamtataka kuniheshimu na kuniabudu, basi mimi, na hamtaniogopa, basi mimi Mungu wenu nitaweza kujitafutia watu ambao wataweza kuniheshimu mimi. And here the scriptures are essentially talking about the Gentiles, that if you the Israelites who are called and are chosen by God, iwapo mtajihisi ya kwamba hamtaki, basi atajitafutia watu wengine. Na ndiposa unapata injili ya Mwenyezi Mungu kupitia Yesu Kristo inakuwa ni injili ambayo haijakubalika hata wa leo, tangu zile siku za Yesu na Wayahudi. Lakini sisi ambao sio Wayahudi, watu wa mataifa, tukaweza kulipokelea hili neno la Mwenyezi Mungu na injili ambayo ameweza kutupatia. Je, tujiulize, kafara tunazomtolea Mwenyezi Mungu, the sacrifices we make to God, ziko namna gani? Na tukumbuke ya kwamba kafara sio tu kafara kama zilizokuwa zinatolewa wakati ule, kwa sababu kafara za ule wakati ilikuwa ni kuwatoa wanyama, ni kafara za kuchinja na damu. Nyakati ambazo tupo hatuhitaji hizo kafara, kwa sababu Yesu Kristo mwana wa Mungu aliweza kufa pale msalabani na akawa ndiye kafara kamili. Ndiposa tuliweza kusema deni ya dhambi imemalizika pale damu ya Yesu Kristo ilipoweza kumwagika. Lakini kwa nyakati hizi kafara ambazo tunazitoa ni zipi? Muda wako, tunapoitwa katika hafla ya maombi, nimesikia pametangazwa kutakuwa na wiki ya kufunga na kuomba. Je, tunajitolea kwa mambo kama yale? Tunajitolea katika kutoa msaada kanisani? Na msaada sio wa kifedha tu. Msaada panapohitajika pafanywe jambo fulani, ama umesema wazee wa kanisa hiyo ni shughuli yao. Je, unaweza kujitolea na ukaja hata kwa wazee wa kanisa na ukauliza, je, ni wapi ambapo panahitaji? Nimesikia pamefanywa pia mchango wa jamii. Ni wapi panahitaji? Pengine kuna hitaji la kwenda kuzungumza na vijana ambao kidogo wamepotoka, na uko pale unaweza kujitolea, enenda ukafanye ile shughuli. Panahitaji la kuzungumza na mtu ambaye pengine ameshikwa na uraibu wa pombe mahali fulani, ambaye anapitia changamoto ambazo uliwahi kuzipitia na Mungu akakuwezesha kwa fadhili zake kuweza kuziepuka. Je, hizi kafara mbona tusizitoe? Kafara ya muda wetu, tunapojipata mahali katika ibada au mahali panapohitajika tuweze kuutoa muda wetu, je, tunatoa hiyo kafara? Mfalme Daudi, unakumbuka kuna mahali alisema ya kwamba sitaki nitoe mimi kafara isiyonigharimu chochote. I will not offer to the Lord a sacrifice that costs me nothing.
tujiulize, what cost are you incurring in your sacrifice? Mwenyezi Mungu anatunenea kafara tunazotoa. Je, ni kipofu? Walikuwa wanaletea Mwenyezi Mungu wanyama ambao ni kipofu, vilema. Wanajiwekea wale wanyama wazuri. Sijui kama wakati huu pia sisi tunafanya mambo kama yale. Napokaribia kumaliza, nilisema mada ni swali, na tulitafakari vizuri sana. Liko wapi pendo letu kwa Mwenyezi Mungu? Liko wapi? Hili pendo letu kwa Mwenyezi Mungu liko wapi? Liko wapi? Ukipigiwa simu wakati huu, rafiki yako ambaye hamjapatana kwa muda mrefu sana, kipindi kirefu, tukutane town, KFC ama pale Mombasa Road, KFC mara hiyo hiyo. Lakini tunapohitajika kafara kama ile kuitoa kwa Mwenyezi Mungu, mbona tulete vile vitu ambavyo vimelemaa, vipofu? Mbona tumchukize Mungu? Na tunaleta hivi vitu katika madhabahu ya Mwenyezi Mungu, the altar, like this one, the altar. Hapo ndipo tunavyovileta hivi vitu, na iwe changamoto kwetu. Sadaka tunayotoa, iwapo unaweza kumlilia Mwenyezi Mungu akumbuke sadaka ambayo wewe uliweza kuitoa. Je, sadaka yako inaweza ikakunenea? Kwa hivyo kitabu cha Malaki kinatupatia msukumo mkubwa sana wa kuweza kujiuliza na kujirudi sisi wenyewe kimawazo na kimoyo, tujiulize jinsi tunavyoishi maisha yetu na upendo wa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo jiulize, uhusiano wako na Mwenyezi Mungu ukoje? Hatuwezi tukakujibia hilo swali wewe mwenyewe na mimi mwenyewe nijijibie hilo swali. Na je, tufanye nini kama tutaona ya kwamba tumepotoka na kuondokea wema na upendo wa Mwenyezi Mungu? Tutarejelea vipi kwa Mwenyezi Mungu? Lazima tuweze kurejelea pale ambapo tulipotoka. Na mwisho, kwa sababu tumeweza kulisikia hili neno, tujiulize, kwa sababu neno tumelisikia, ujumbe wa Mwenyezi Mungu umetukujia, na huu ujumbe unaanza tu, utazidi kukujia haswa katika vikundi mtakapokuwa mnalipitia hili somo la Biblia katika hiki kitabu cha Malaki, hizo sura 4 zote. Utapata ya kwamba Mungu anajaribu kutufanya tuweze kutafakari na tujiulize, pendo letu je, liko kwake, au pendo letu tumelipeleka mahali kwingine? Kwa hivyo Bwana awawezeshe na awazidishe mnapotafakari hayo maneno, tuweze kujiuliza, je, tunasimamia wapi katika uhusiano wetu na Mwenyezi Mungu? Hebu tuombe. Baba Mwenyezi Mungu, ni asante kwa wema wako katika maisha yetu. Asante kwa kutunenea kwa njia hii. Asante kwa hili neno ambalo umeweza kulileta siku hii ya leo. Wacha hili neno likaweze kufanya kazi yake ndani ya mioyo yetu na fikra zetu. Tuongoze sasa na hata siku zijazo kukujua na kukutambua wewe kama Mwenyezi Mungu. Iwapo kuna mahali ambapo tumekosea, tukakukosea heshima, tukakosa kukuogopa wewe kama Mwenyezi Mungu wetu, Baba, kama kanisa tunakuja kwa unyenyekevu, kwa heshima, tukiomba ya kwamba utusamehe hizi dhambi zetu. Hili tunaliomba katika jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu. Amen.